Haya ni mambo matano ambayo unatakiwa ufanye wazazi wako wakiwa bado wako hai. Unajua hawa wazazi ambao Mungu amekupa ni kama boksi ambalo linaweza likawa limechakaa au linaonekana halina thamani, lakini ndani yake likawa limebeba zawadi nzuri, limeificha zawadi nzuri ya thamani sana. Ndivyo wazazi walivyo. Wao wamekuwa kama boksi, wakakuzaa wewe ambaye una elimu kubwa, wakakuzaa wewe ambaye una biashara kubwa. Sasa hapa nataka nikwambie kuna mambo haya matano lazima wafanyie wazazi wako wakiwa wako hai, kwa sababu kuna majira itafika utatamani mama angekuwepo, baba angekuwepo, ningefanya hichi, lakini kwa muda huo sasa unakuta umeshachelewa. Kabla sijafundisha, naomba tusome kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 2 mpaka wa 3. Biblia inasemaje? Waefeso: waheshimu baba yako na mama yako. Angalia, waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Hii ni amri ya kwanza ambayo Mungu ameiweka kuwa ni amri yenye ahadi. Alafu anasema upate heri. Upate heri. Ukae siku nyingi katika dunia. Angalia, oh my God. Upate heri maanake upate baraka na upate pia kuishi siku nyingi chini ya jua. Kuna watu wengine mna maisha mafupi mafupi kwa sababu ya wazazi wenu. Kuna watu wengine mnapambana na vibarua na kazi kwa sababu upati kazi. Hujaishi vizuri na wazazi wako. Kumheshimu baba yako, kumheshimu mama yako, kuna uwezo wa kukufanya wewe upate kubarikiwa. Kumheshimu baba yako kuna uwezo wa kusababisha wewe kuwa na siku nyingi zisizokuwa na malaria wala UTI sugu. Nimesema haya ni mambo matano ambayo unatakiwa ufanye kwa wazazi wako wakiwa bado wako hai. Jambo la kwanza la kufanya, penda kutafuta mzazi wako akubariki. Narudia tena, mfanye mzazi wako akubariki. Kibiblia kabisa, kuna baadhi ya baraka hauwezi kubarikiwa na mchungaji wako, hauwezi ukabarikiwa na nabii, hauwezi ukabarikiwa kwa sababu umeokoka, unafunga na kuomba. Biblia inasema waheshimu wazazi wako. Haijalishi ni wachawi, haijalishi hawajasoma, haijalishi mzazi wako ni mlevi kiasi gani, haijalishi, lakini mzazi wako anayo baraka ya kukubariki. I'm telling you, mzazi wako anayo baraka ya kukubariki. Mama yako huyo unayemuona, unayemdharau leo hii kwa sababu unakaa mjini, anayo baraka ya kukufanya wewe uendelee kuwepo mjini. Utasema ni wapi imeandikwa? Nikisoma Biblia namuona Esau, namuona Yakobo. Biblia inasema wakaambiwa na baba yao wamwandalie chakula. Esau alikuwa ni mzaliwa wa kwanza, akaenda huko kwenye mawindo, hajapata chochote. Lakini huyu mdogo Yakobo akachukua tu mbuzi mzuri, akatengeneza, akapika vizuri, akampelekea baba yake. Baba yake alipokula chakula, utamu wa chakula, baba akambariki Yakobo. Soma Biblia uone kama kweli Yakobo anafanana na Esau. Ni mzaliwa wa kwanza Esau, lakini Yakobo anazo baraka kubwa zaidi kwa sababu amebarikiwa na wazazi wake. Mama yako ana uwezo wa kukubariki. Baba yako ana uwezo wa kukubariki. Leo hii mfanye mama yako akubariki. Kuna mbinu za kufanya mama yako akubariki, baba yako akubariki. Unajua kuna watu wengine wanaweza peleka vitu kwa sababu ameombwa. Unamtumia mama pesa kwa sababu mama amesema nina shida 10,000, sukari imeisha. Kuna majira mengine mtumie mama pesa hata kama hajaomba. Akiona pesa, ninakuhakikishia hata kama angekuwa ni mkorofi kiasi gani, atajikuta ametamka ubarikiwe mwanangu. Lile neno ubarikiwe usilichukue kama neno la kawaida, ni neno lililobeba baraka zako kweli. Anapokubariki mama yako, unabarikiwa. Mnunulie mama yako kitenge, mnunulie mama yako sukari, mnunulie mama yako chochote kile. Kuna muda mwingine tunang'ang'ana sana kubarikiwa kwa sababu hatujaruhusu wazazi wetu watubariki. Unakutana na mchungaji wako, unaona mchungaji ni zaidi ya mama yako. Unakutana na nabii wako, nabii ni zaidi ya mama yako. Ila leo nakukumbusha, kuna baadhi ya baraka uzipati madhabahuni, unazipata kwa mama yako mzazi, kwa baba yako mzazi. Jambo la pili, muonyeshe mzazi wako kuwa unampenda. Na kwa kumuonyesha sio hivyo tu, tamka asubuhi, jioni, mwambie mama yangu ninakupenda. Mother, I love you. Father, I love you. Mwambie tu. Unajua kuna muda mwingine wazazi wako walikutana na matatizo mengi sana. Unakuta mama yako amebeba mimba yako mpaka hatua za kutembea zinabadilika. Anatembea kama mtu ambaye ni mlemavu kwa sababu tu ya uzito uliokuwa nao tumboni. Yamkini ulizaliwa na kilo 4, kilo 5. Mama yako alivumilia.
Leo hii nikikubebesha kajiwe kadogo tu, nikakwambia kashikilia hivi, kashikilia yako kajiwe ka kilo 2 mpaka jioni, utakuta mkono na kufa ganzi, utatupa chini. Lakini mama yako miezi 9 huko tumboni, ifike kipindi mama yako mwambie unampenda kwa sababu ya yale ambayo amekutendea. Haijalishi hata kama alikulea kwa shida, mmepita kwenye maisha magumu sana, basi ifike kipindi, unajua wazazi wetu wengi wametulea kwenye hali maisha duni sana. Wamepita kwenye changamoto nyingi na sisi. Sasa inafika mtu amefika miaka 50, 60 na wewe ndio umeanza kubarikiwa. Kwa nini usimwonyeshe mama yako unampenda? Tafuta muda, hata kama uko mbali, mpigie mama yako simu, pigie baba yako simu, mwambie baba nakupenda. Asubuhi kabla hujaingia kazini, mwambie mama I love you mama, nakupenda baba yangu. Unajua kuna watu wengine wanakuwaga ni kana Yuda Iskariote. Yuda Iskariote baada ya kumsaliti Yesu, amemuuza kwa vipande vya pesa, ndo anaanza kulia, Yesu nakupenda, Yesu. Ifike kipindi, onyesha upendo mtu akiwa bado yuko hai. Mwambie mama ninakupenda. Mama yako analijua neno nakupenda, asingelijua asingekutana na baba yako. Baba yako alianza kumwambia mama nampenda. Sasa na wewe kwa nini mtoto umezaliwa unashindwa kumpenda mama yako? Unashindwa kumpenda baba yako? Onyesha upendo akiwa bado wako hai. Tamka lile neno, usione aibu hata mbele za watu. Kwa sababu kuna majira utatamani kutamka neno nakupenda na utakuwa umechelewa. Ukimwambia marehemu au kwenye jeneza unamwambia mama nakupenda, huko kwenye jeneza unacheza. Hakuna unafanya. Jambo la 3, samehe wazazi wako. Yaani kusamehe wazazi wako, usiangalie historia ya kwao. Unajua wazazi wako kabla ya kukuzaa wewe walikuwa ni wanadamu. Kuna muda mwingine wanadamu wakikaa pamoja wanakwazana, wanaumizana. Unaweza kukuta baba yako aliondokaga hajakutunza, ni kwa sababu wezi jua mama yako alimwambia maneno gani, ndugu zako walimwambia maneno gani. Kuna magomvi mengine usiyabebelee, usiyashikilie. Wewe umeshazaliwa, maadamu uko hai na unaendelea kupambana, unaendelea kutafuta, anza kusamehe wazazi wako. Samehe mama yako. Hawakukupeleka shule sawa, lakini wewe samehe tu. Usitake kujua historia zao ilikuwaje. Kuna muda mwingine watu wanaweza wakashindwa kufanya jambo fulani kwa sababu ya maisha ambayo walikuwa wakipita kwa wakati huo, lakini mpaka muda huu ambako wewe unapata maarifa, unaanza kuwa mtu mzima, na wao wenyewe wameshajutia sana. Wangesema right, tungalijua. Sasa watu hawa wanatakiwa kusamehewa. Kusamehe sio kwamba kushindwa. Kusamehe ni kuonyesha ukomavu wako na kiwango chako, kwamba leo hii mimi namsamehe baba yangu, namsamehe mama yangu, ya kale yote yamepita, mimi nataka kubarikiwa, bado ninahitaji uwepo wa baba maishani mwangu. Unasamehe tu. Kuna baba wengine ni wabaya sana, ukipewa historia zao unaweza ukamchukia mpaka siku ya kufa na kwenye mazishi usiende. Lakini mimi mtumishi wa Mungu nakwambia, ili ukutane na hizo baraka, heri na wingi wa siku, hata kama mzazi wako alikuwa ni mbaya, hata kama mzazi wako alikuwa ni wa dini nyingine, hata kama mzazi wako alikuwa yeye ni mchawi, unajua, ila msamehe. Samehe bure. Na Mungu anasema samehe 7 mara 70. Wewe hata mara 7 hujasamehe. Samehe mzazi wako. Jambo la 4 la kufanya, wasaidie wazazi wako wakiwa bado wana nguvu. Unajua watu wengi sana leo hii anaenda kumsaidia mzazi kwa sababu ameambiwa mzazi anaumwa. Wewe mzazi wako anaumwa ndio unaenda kumnunulia chakula. Yaani unanunua kuku. Mzazi asikii ladha ya kula, wewe ndio unamnunulia kuku. Are you mad? Mnunulie kuku mama yako, baba yako akiwa bado ana nguvu. Anasikia ladha ya chakula. Wewe unamnunulia mama yako nyama wakati meno yameshang'oka yote. Akiwa bado ana nguvu. Unaweza ukamtendea hayo mema. Unaweza ukampa hizo zawadi unataka kumpa. Leo hii unamnunulia baba gari, macho ya kuendesha hana. Na wewe Mungu alishakubariki toka muda baba yako alikuwa na macho, una gari vyako unamnyima. Unamnunulia gari au unamnunulia ambulance. Lazima umsaidie mzazi wako akiwa bado ana nguvu. Bado ana nguvu kabisa. Toa msaada, msaidie akiwa bado ana nguvu. Kuna watu wengine wenyewe wanalaana kabisa. Unakuta mtu mzazi wake anaumwa, yeye hamjali, hamhangaiki chochote. Alafu siku anaambiwa mzazi wako amekufa au yuko ICU, ndo anaanza kuhangaika. Unatoa usafiri makosta ya bebe mwili wa mama yako, wa baba yako. Unasikia laana gani? Hiyo ni laana. Msaidie mama yako, baba yako akiwa bado uko hai. Msaidie.
Kwenda msibani kununua jeneza la milioni 1 haina maana, unapoteza hela yako. Msaidie akiwa bado yuko hai mzazi wako, alafu yeye utaona vile atakavyokubariki. Jambo la 5 na la mwisho, hakikisha unaongea na wazazi wako kwa heshima. Mungu amekubariki uko na pesa, usimgombeze mzazi wako. Usimgeuze mama yako kuwa mtoto kwako. Usimgeuze baba yako kuwa mtoto kwako. Hata kama Mungu amekubariki, hata kama Mungu amekuinua, hata kama wewe ndio tegemeo kwao, ongea nao kwa heshima. Unajua unaweza ukafanya mambo mengi sana, ila bado yote yakawa ubatili mtupu. Unapoongea na mzazi wako kwa heshima, kuna baadhi ya vitu, kuna malango yanafunguka kwako. Ndio maana Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako. Hata kama mzazi amekugombeza, amekutukana, usimrudishie. Usitamke neno lolote baya juu ya mzazi wako. Usimgeuze mzazi wako kuwa ni mtoto kwako, hata kama anakaa nyumbani kwako. Ni kweli nyumbani kwako kuna tiles. Hata kama mama amechafua, nenda kafanye kama mtoto. Usianze kumfokea mama. Hata kama mama anaangalia TV, usimgombeze kwa sababu unalipia kingamuzi. Ongea na mama yako, ongea na mama yako, ongea na baba yako. Ongea kana kwamba ni mtu mwenye heshima. Na ukiweza kuona jambo hili kwako, utakuwa na wingi wa siku. Ndio maana watu wengi, mabosi wengi wakifanikiwa, wakiwajibu vibaya wazazi wao, wanaanza kusumbuka na mapresha, wanasumbuka na mavisukali, wanasumbuka na mafigo ya meferi, kwa sababu wameshindwa kuongea kwa heshima na wazazi wao. Mzazi wako ana uwezo wa kukufanya siku zako zikawa nyingi chini ya jua, na ana uwezo pia kufanya siku zako zikawa za heri. Usipime upendo wako kwa wingi wa kilio na machozi siku ya msiba wa wazazi wako. Eti ukasema nampenda baba kwa sababu nimelia sana, nimeanguka mpaka nimezimia nikapepewa. Huo sio upendo. Ila upendo wa kweli unapimwa kwa mambo haya 5 niliyokuambia. Na kama ukiyafanya haya, wazazi wako watakubariki, maisha yako yatabadilika.